katika jina la Yesu Kristo. Baba, unaweza, jina lako linatenda, wema na utukufu ni wako. Hakuna kama wewe Baba, wewe ni wa uhai. Neno lako linatenda, linafungua tena, linatuweka uhuru. Ni nani aliye kama Baba? Ni nani anaweza kama Mungu? Ni nani anatenda kama Mungu? Oh my God! Watu wanaweza kuona tofauti. Watu wanaweza kuona ukiwa mlemavu, wengi wakakutoroka, wakakusonga mateso, wakaona wewe ni mtu hauna faida, wakaona wewe huwezi tena, wakaona wewe ni kitu bure, lakini hawajui kile Mungu amekupangia, kile Mungu ameweka mbele zako. Wanaweza ona una macho, wakakudharau, wakasema hii ni kitu tu, wakapita wakakutupia hata mate. Wengine wakakudharau, wakakupiga, wakakukataa, lakini nataka nikwambie, Mungu anakujua, Mungu anakujua, Mungu anakujua, Mungu anakujua, Mungu anakujua. Kuna ulemavu hata wa mwili, kuna ulemavu wa moyo, kuna ulemavu wa ndani. Mungu anakujua. Hata kama wanapinga, Mungu anakujua. Hata kama wanakutenga, Mungu anakujua. Hata kama wanakuacha, Mungu anakujua. Kuna watu wanaweza kudharau, lakini kesho yako Mungu anaijua. Kesho ya maisha yako Mungu anaijua. Unaweza ishi kwa tabu, unaweza ishi kwa mateso, lakini kesho yako Mungu ndiye anajua. Hali ya maisha yako Mungu ndiye anajua. Wanaweza kukutesa, wanaweza kukusukuma, lakini Mungu anajua. Neno la Baba linasema katika kitabu cha Samueli, inasema ya kwamba Mungu akamtembelea Daudi, akainuka, akaangalia, akaona ya kwamba kuna mambo ambayo Yonathani alitenda kwa ajili ya maisha yake. Akakumbuka, akasema, nitatafuta nyumba ya Yonathani hata kama ni jambo nikalifanya.
anakuja na kumbusho. Baba anakuja na kumbusho kuyalipa yote uliyoyatenda.